Alizaliwa kwenye maisha ya kifahari. Kila kitu kilikuwa mikononi mwake, lakini usiku mmoja wa giza uligeuza maisha yake milele. Hii ni simulizi ya kijana mwenye miaka 12 aliyepoteza kila kitu, lakini hakupoteza ndoto zake. Kulikuwa na kijana anaitwa Amani mwenye miaka 12. Aliishi maisha ya kifahari na wazazi wake. Baba yake alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, mama yake alikuwa ni mwanamke mwenye upendo mwingi. Amani alikuwa akisoma shule nzuri, alikuwa na marafiki wengi. Kila kitu alichotaka alipata. Mama, nitakuja kuwa kama baba siku moja, Amani alisema kwa furaha. Maisha yalikuwa mazuri, lakini hawakujua hatari iliyokuwa inawakaribia. Ilikuwa usiku wa manane, mvua ilikuwa inanyesha. Ghafla majambazi walivamia nyumba yao. Mlango ulivunjwa kwa nguvu, kelele zilisikika. Amani alijificha chini ya kitanda kwa hofu. Alisikia sauti za wazazi wake wakipiga kelele. Kisha risasi zililia. Kimya kikatanda. Baada ya muda alitoka taratibu. Alikuta wazazi wake wamelala chini, hawakuwa hai tena. Baba, mama, alilia kwa sauti ya uchungu. Usiku huo ulimgeuza kuwa yatima. Amani. Baada ya mazishi, ndugu wa mbali walichukua mali zote za familia. Amani aliachwa bila kitu. Alianza kuishi maisha ya shida, nyumba ndogo, chakula cha taabu. Amani alianza kuuza vitu barabarani ili aweze kuishi. Watu walimdharau, hawakujali zamani alikuwa nani. Lakini moyoni mwake Amani alikuwa na kitu tofauti. Sitakubali maisha yanishinde, Amani alijiambia. Amani aliendelea kusoma kwa bidii licha ya matatizo. Alikuwa akisoma usiku kwa mwanga wa taa ndogo. Alifanya kazi ndogo ndogo mchana. Mwalimu aliona juhudi zake, akaanza kumsaidia. Miaka ilipita. Amani akawa kijana mwenye akili sana na nidhamu. Alipata nafasi ya kusoma kwa ufadhili wa scholarship. Miaka kadhaa baadaye, Amani alikuwa mtu mkubwa, mfanyabiashara mwenye mafanikio makubwa. Lakini hakusahau alipotoka. Amani aliamua kuwasaidia watoto yatima na kujenga kituo cha kuwalea. Siku moja alisimama mbele ya watoto na kusema, maisha yanaweza kukuangusha, lakini usikubali ya kufanye ubaki chini. Mpenzi mtazamaji wa K-Voice TV, hii ni simulizi ya kijana aliyepoteza kila kitu, lakini akajijenga upya. Je, wewe unakata tamaa kwa nini? Ni lazima usimame ili usonge mbele kama Amani. Na pia usisahau kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, maana yeye ndiye kila kitu. Basi na simulizi yetu nzuri kabisa inaishia hapa. Na kuomba subscribe katika channel yetu hii ya K-Voice TV ili kila video nitakayokuwa naiweka katika channel hii uwe ni wa kwanza kuipata. Chao, tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Naitwa DJ Kaz, wengi wanapenda kuniita The King Voice. Alamsik.